was sent Lucifer alitumwa preach the gospel, kuhubiri, to tell them that you were created. kuambia kwamba ninyi mliumbwa. Enyi ulimwengu, sikieni sauti yangu. Ninyi hamkutokea tu. You did not just appear. Ninyi wote mmeumbwa, yuko aliye juu zaidi ya sisi wote. All of you were created. There is one above than all of us. You were an anointed cherub. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. So kuna makerubi. So there are cherubs. Alafu kuna makerubi waliotiwa mafuta. And then there are anointed cherubs. cherubs. There are cherubs and there are cherubs that are anointed. Kuna makerubi alafu kuna makerubi waliotiwa mafuta. Elewa, hizo ni ranks in the spirit. Hivyo ni there vyeo are katika. angels, Kuna malaika, and then there are archangels. alafu kuna malaika wakuu. There are cherubs, kuna and then there are makerubi, anointed cherubs. alafu kuna makerubi waliotiwa mafuta. Umenielewa hapo? Yes. Sasa Lucifer, you were an anointed cherub. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta, afunikae. So Lucifer was one of the cherubs alikuwa ni mmoja wa makerubi that stands in the glory of God, ambaye anasimama kwenye utukufu wa Mungu. Nataka uelewe. All right? Yes. Mmoja wa wale ambao wapo katika the eternity of God. One of those that were present in the eternity so of God. Lucifer could enter the holy of holies. Kwa hiyo Lucifer alikuwa na uwezo wa kuingia patakatifu pa patakatifu. In a place where angels don't go. Mahali ambapo malaika hawaendi. But when we read the book of Revelation, lakini tukisoma kitabu cha Ufunuo, inasema the devil and his angels. It says shetani na malaika zake. But Lucifer is not an. Lakini Lucifer sio malaika. But he managed to convince, to deceive angels. Lakini aliweza kuwalaghai na kuwadanganya malaika. So Lucifer is the only cherub that has ever the only cherub Lucifer that has ni kerubi pekee ambaye amewahi left God, kumwacha Mungu. Naomba namalizia. I am finishing. So Lucifer fell with angels, alianguka na malaika, not with other cherubs, sio na makerubi wengine. Hapo umenipata vizuri? Yes. So why are we learning this? Nataka uelewe point. Kwa nini tunajifunza hii? So if the devil, kwa kama shetani alipotaka ku rebel against God, when he wanted to rebel against God, he looked for angels that he can manipulate. Alitafuta malaika ambaye anaweza akawalaghai. A group that is lower than him. Kundi ambalo liko chini yake. Because makerubi wote wana maarifa kama ya kwake. Because all cherubs have the same knowledge like him. Maarifa ya malaika kwa Mungu na maarifa ya kerubi kwa Mungu ni tofauti. Though they are all in heaven. Wote wako mbinguni but their knowledge is different. Na maarifa ya Mungu kwa viumbe wengine tutajifunza kuanzia kesho ni tofauti na makerubi. Even cherubs, they don't know many things about God. Hawajui vitu vingi kuhusu Mungu. So by the knowledge of Lucifer to God, kwa hiyo kwa maarifa ya Lucifer kwa Mungu, Lucifer managed to convince the lower ranks. Lucifer aliweza kuconvince wale wenye cheo cha chini, angels, malaika. What made Lucifer to be the god of this world? He is of the highest rank. Kilichomfanya Lucifer awe mungu wa dunia hii ni kwa sababu ni wa cheo cha juu. He was of the highest rank. Alikuwa mwenye cheo cha juu. Not the most powerful. Sio mwenye nguvu kuliko wote. But the most ranked. Lakini mwenye cheo kuliko wote. Sijui kama unanielewa. Yes. Yani Lucifer hakupanda vyeo. Naomba uelewe hii kauli. I'm finishing. He did not climb up in dimensions and ranks. He was created like that. Hakupanda katika vyeo, aliumbwa kama alivyo. Yani Christians, we grow in the spirit. Wakristo tunakuwa katika roho. Lucifer was created grown. Lucifer aliumbwa akiwa amekuwa. Hamjanielewa. Yes. Hamjanielewa. Hebu mtikise jirani yako ambaye anapata usingizi, mwambie Lucifer. Shake your neighbor and tell them Lucifer was created grown. Aliumbwa akiwa amekuwa. So in the realms in heaven, kwa hiyo mbinguni watu hawapandi vyeo. People are not watu wanaumbwa na vyeo. People are yani ukiumbwa hivyo ulivyo ndivyo ulivyo, hamna kesho utapanda cheo. That's the difference between them and us. Hiyo ndio tofauti kati yao. Tunapanda.
For us, from glory to glory. That's what the Bible says. Wao alivyo leo ndivyo alivyo milele. For them, that the way they are today, it's so the way Lucifer they will be forever. Kwa Lucifer alijua, there is no chance for me to grow bigger and more than this. Hakuna nafasi ya mimi kukua kwa ukubwa kuliko hivi. I will remain like this forever. Siku zote nitabaki hivi milele. There will always be those that are higher than me and greater than me. Siku zote kutakuwa na wale ambao wako wa cheo cha juu na wakuu kuliko mimi. Umenielewa? So what do I do? Kwa hiyo nitafanya nini? Let me ngoja mimi make my own generation, my own thing. Nitengeneze kizazi changu. Mimi nataka nimfikie aliye juu, si ndio? Yes. Kumfikia aliye juu hakuna promotion, hakuna siku kwamba Lucifer umefanya kazi nzuri kuanzia leo na kupandisha cheo. That thing does not exist. Hiko kitu hakipo. Alivyoumbwa ndivyo alivyo. The way they were created, that is how they came to one day or one moment where the devil realized ambapo shetani aligundua there is nothing more than what I am today. Hakuna kitu cha ziada kuliko nilivyo leo. So what I can do, nachoweza kufanya, what I can do, it is for me, ni mimi to become a God of my own. Kuwa Mungu juu yangu. Yani mimi sasa nijitengenezee uungu wangu mimi. Because God is not going to do that for me. Kwa sababu Mungu atafanya hivyo kwangu. So in order for me to do that, so ili mimi nifanye hivyo, I need a creation. Ninahitaji uumbaji. Ili uwe Mungu lazima unaumba. Yes, for you to be God you need to have. So the devil kwa shetani needs backup. Anahitaji watu wamsupport ujinga wake. So for him to do that, ili aweze kufanya hivyo, he needs to create something that has never existed. Anahitaji aumbe kitu ambacho hakikuwahi kuwepo. It was sin. Na ilikuwa ni dhambi. Rebellion. Uasi. He created something that was never, it has never existed. Aliumba kitu ambacho hakijawahi kuwepo. Ilikuwa ni dhambi. It was rebellion. Ilikuwa ni uasi. It was pride. Ilikuwa ni kiburi. So because the devil came with something new. Kwa sababu shetani alikuja na kitu kipya. Now he can feed angels because angels, they don't dwell in the presence of God. Sasa anaweza akawalisha malaika kwa sababu malaika hawakai kwenye uwepo wa Mungu. Lakini narudia tena, haimaanishi hawana nguvu au mamlaka. Mbinguni sio issue ya nguvu. In heaven is not the issue of mamlaka. It's the issue of authority. Yani unaweza kuwa una nguvu kuliko huyu lakini mwenye cheo kuliko wewe. You can have strength more than this, but this one is... For example, wewe utavoenda mbinguni na wewe utavokuwa umemtumikia Mungu duniani, the way you are serving God on earth, and you die and you go to heaven, na ukafa ukaenda mbinguni, you will be called son of God, child of God, utaitwa mwana wa Mungu, and an angel will still be a servant of God, na malaika bado atakuwa mtumishi wa Mungu. Lakini uhalisia ni kwamba malaika wewe ana mabalaa kuliko wewe. But the reality is that even in heaven, the angel has, yeye ndo atakaye anakuonyesha wewe nyumba yako itakuwa hii, ujui hata nyumba yako. But wewe ndo mwenye heshima kuliko yeye. But you are the one who is honored more than him. So even if you don't have power or you have power, hata kama una nguvu una nguvu, God appoints, yani nimemweka huyu juu zaidi ya wewe. I have appointed this higher than so Lucifer, kwa hiyo Lucifer, when when he created iniquity, alivyoumba udhalimu ulivyoonekana ndani yako, when you read that scripture, yes. When came up with the plan of rebellion, Lucifer alivyokuja na mkakati wa kuasi, uumbaji, kitu kipya, ndio uumbaji wake, rebellion, uasi. He created lies. Aliumba. So Lucifer came up, he said, now I can be God, akasema sasa naweza nikawa Mungu, I have come up with something that nobody in heaven has ever come out with. Kwa sababu nimekuja na kitu ambacho hakuna kiumbe mbinguni amekuja nacho. A legion. Kwa hiyo sasa ninahitaji jeshi. So Lucifer manipulated aliwalaghai even angels that are stronger than him but they don't have rank like him. Aliwalaghai malaika ambao wana nguvu kuliko yeye lakini hawana cheo kuliko yeye. Hujanielewa? Narudia tena. I repeat again. In heaven, mbinguni hawaheshimu manguvu. They don't honor strength. Nafasi uliopewa na Mungu. They honor the position that you are given. Hata mtoto anaweza kukutawala mbinguni. So even a child or a baby can rule over you in heaven. Kwa sababu mtoto huyu amewekwa juu zaidi yako wewe. Why? Because this child has been placed higher than you. Mtoto akitokea hivi, so when that child appears, you bow. Mnamheshimu. You honor kana him. kwamba yuko juu yenu. As though he is ahead of you. So Lucifer was not the strongest. Kwa hiyo Lucifer hakuwa mwenye nguvu kuliko wote. wote. But he was the highest in rank according to all the angels aliowadanganya.
he never manipulated an angel of his rank or a higher rank. Hakumdanganya wala kumlagai malaika Because wa kiwango they chake wa juu. had revelation that he had. Kwa sababu walikuwa na ufunuo ambao alikuwa nao. So who are the cherubs? Kwa hiyo makerubi They are custodians of revelations, ni mawakili na mabalozi wa ufunuo, knowledge and wisdom, maarifa na hekima, not power. Sio Ndio maana nguvu. nikakwambia That is why I told kwenye you, madhabahu hii on this altar, walinzi sio makerubi. the guardians are not cherubs. Because makerubi hawapigani na wachawi, Because the cherubs don't wala fight witches. hawashindani na majini na mapepo. They don't wrestle against But jinns they or come demons. with knowledge. Lakini wanakuja na They maarifa, come with information. wanakuja na They taarifa, come with something that you have never had. wanakuja na kitu ambacho hujawahi And kusikia. through that knowledge we know God more. Na kupitia maarifa hayo We tunamjua know the Mungu hidden zaidi. things of the Spirit more. Tunajua mambo yaliyofichwa ya rohoni zaidi. So cherubs are custodians of knowledge. Kwa hiyo makerubi ni mabalozi wa Wisdom. maarifa, hekima. So Lucifer Kwa hiyo Lucifer used his wisdom, alitumia his hekima yake, knowledge maarifa to yake corrupt angels. kuangusha malaika. Hakutumia silaha, He did not use weapons. hakutumia ubabe, He did not use strength. hakutumia ulazima, He did not use force. hakuwashikia bunduki. He did not hold Aliongea guns. wakamsikia. He spoke and they heard. Alizungumza ufunuo. He spoke a revelation. Kuna dunia zaidi ya hii unayoiona. There is more There is than a heaven. realm We can beyond this. rule together. Tunaweza tukatawala kwa pamoja. Angels are hearing for the first time Malaika wanasikia kwa that mara there ya is a kwanza planet we can become gods. kwamba kuna sayari ambayo tunaweza tukafanyika miungu. Lucifer, you're speaking something interesting and new. Lucifer anaongea kitu ambacho And kinavutia na Lucifer kipya. said, Lucifer akasema, don't you always see when I leave this heaven, kwani siku zote hamuoni I nikitoka mbinguni disappear for days and months? ninapotea kwa siku na If miezi? you think we are the only creation of Kama God, mnadhani then sisi where ndio do I go? uumbaji pekee, Where gani does he naenda? send me? Huwa ananituma wapi? How come I've not been around for 5 months? Inakuwaje sikuwepo kwa miezi You think I mitano? was just moving around the galaxy? Unadhani nilikuwa I nazunguka tu went to ulimwengu? see something. Nilienda He kuona sent kitu. me to a planet. Alinituma It's kwenye called- sayari fulani inaniita dunia. In that planet, Na hiyo sayari there are beings that he has created. kuna viumbe ambao They are amewaumba. humans. Ni They are wanadamu. mermaids. They Kuna are nguva, dinosaurs. kuna dinosaurs. Oh yes, that's when there were dinosaurs on Earth. That's when there were mermaids. Hapo ndipo kulipokuwa na Oh, the nguva. first Earth was crazy. Dunia ya kwanza ilikuwa ya hatari. God went all out. Mungu alijitoa mzima mzima. You see, the first Earth, Unaona, dunia ya man kwanza never had dominion. mtu hakuwa na utawala. You're not hearing me. The first Earth, Dunia ya kwanza there was no man that had dominion over the fish, the birds, and everything. The first Earth, every Dunia ya kwanza. creation was equal. kila uumbaji ulikuwa sawa, And God realized I made a mistake in the first Earth. na Mungu akagundua amefanya kosa kwenye dunia ya kwanza. When he was creating the second Earth, Alipokuwa Adam anaumba was dunia ya pili, given dominion. Adam akapewa utawala, Because on the first Earth, kwa sababu dunia ya kwanza Lucifer Lucifer was the Christ. ndo alikuwa Kristo Masihi. I know. I'm finishing. You cannot So understand. a cherub Kwa hiyo kerubi was trusted aliaminiwa to reveal God. kumfunua Mungu. Narudia tena, cherubs are custodians of knowledge and wisdom. Makerubi ni mawakili wa Dunia ya maarifa. kwanza So the first ilikuwa earth haina dini, did not have any religion. haina imani, It had no faith. ilikuwa ni viumbe wanaishi kula. It was full of creatures that Wakiamka live asubuhi to wanatafuta eat. kula. When they wake up in the morning, they look Kila to mtu. eat. Everyone. Sawa? Yes. Lucifer was sent Lucifer to alitumwa preach the gospel, kuhubiri to Injili, tell them that you were created. kuambia kwamba ninyi mliumbwa. Enyi ulimwengu, sikieni sauti yangu. Ninyi hamkutokea tu, You did not just appear. ninyi wote mmeumbwa. Yuko aliye juu zaidi ya sisi wote. All of you were created. There is one above than all of us. But when Lucifer was sent to preach the gospel, Lakini Lucifer alivyotumwa kuhubiri kuambia Injili, dunia ya kwanza before Adam. to tell them the first creation before Adam. Ukisoma Genesis, When you read Genesis, Mungu haumbi ardhi, God did not create the land. maji yanatawanyishwa.
ardhi ipo. The water was divided but the land was present. Huo sio uumbaji. That is not creation. He's doing renovations. Anafanya maboresho. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, when you read in the book of Genesis, kuna vitu haviumbi. There are things that God was not creating. Maji yalikuwepo juu ya uso wa maji, yaliumbwa na nani? Who created water? Read, inakwambia kulikuwa na giza. Giza liliumbwa na nani? Who created darkness? Na maji yalitanda juu ya uso wa nchi. Nchi na maji viliumbwa na nani? So tunaona Mungu ambaye anaanza kufanya nini? Marekebisho juu ya dunia aliyoipiga na maji. He's doing renovation na kwa nini of the ile world dunia that is ilipigwa na maji? And why he struck that? Aliumba dunia. Because he created. Alafu ile dunia kila mtu alikuwa anaishi tu. And then that world everyone was just living. Wanyama ambao wapo katika mbuga. It is like animals who are in a zoo. Hawana makao, hawana umeme, hawana chochote. Kila mtu anaishi kusurvive, kula tu. Everyone is just living. But God felt, lakini Mungu alijisikia, my creation ya kule, it needs to know that I exist. Uumbaji wangu wa kule inabidi nitume. I need to send mtu ambaye ana maarifa juu yangu mimi. One that has so Lucifer alikuwa anatumwaga duniani. So Lucifer was the one who was being sent to the world. But he was not preaching God. Lakini alikuwa hamhubiri Mungu. He was preaching himself. Alikuwa anajihubiri yeye mwenyewe. Behold, I am the God that created you. Tazama mimi ndimi Mungu niliyewaumba. Not that there is God. Sio kwamba kuna Mungu that created us. Aliyetuumba, hapana. Tazama, I am the Lord. Mimi ndo Bwana. Your God. Mungu wenu. When you see me, you have seen God. Mkiniona mimi mmemwona Mungu. You are an anointed cherub. Yes. Quickly. Wewe ulikuwa kerubi. Ezekiel ngapi? 28:18. Move fast. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. I put you upon the fiery mountain of God. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Until iniquity was seen in you. You are the first being that brought iniquity. Wewe ndio kiumbe wa kwanza kuleta uovu. Uliumba uovu. Kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza udhalimu. Watu. People. Look at your neighbor, say neighbor. Watu. Mwangalie jirani yako mwambie people. Walimjaza. They filled. Akajisikia yeye ni Mungu. We felt like he's God. Watu hao sio mimi na wewe. Those people are not me and you. Hao watu. That is the first earth. Hiyo ndio dunia ya kwanza. It had people. Ilikuwa ina watu. Inasema kwa wingi. By the magnitude, kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza udhalimu. The reason Lucifer rebelled against God, sababu kwa nini Lucifer alijaza udhalimu. People filled him with iniquity. Which people? Usidhani walikuwa mbinguni hao. Hiyo ndo dunia ya kwanza before Adam. That was the first earth before Adam. There were people. Kulikuwa kuna watu. Kama watu walimjaza udhalimu, if people filled, put iniquity in him, waliweka udhalimu ndani yake. Wickedness was seen through the people. Uovu ulionekana kwa watu. That means hiyo inamaanisha he had interaction with these people. Alikuwa na mwingiliano na hao watu. If he had interaction with these people, kama alikuwa na mwingiliano na hao watu, that means again, hivyo inamaanisha Lucifer could come on this earth. Lucifer alikuwa anaweza kuja duniani hapa. And if he was coming on this earth, na kama alikuwa anakuja hapa duniani, akajazwa na udhalimu na watu, until he was filled with iniquity with people, the people started worshiping him. Inamaanisha watu walianza kumwabudu. And if people started worshiping him, na kama watu walianza kumwabudu, he never preached the true gospel. Inamaanisha kuhubiri injili ya kweli. There is another God. Kwamba kuna Mungu mwingine. I am not the God. Mimi sio Mungu. There is God. Yupo Mungu. But why did God trust Lucifer with that generation? Lakini kwa nini Mungu aliwaamini Lucifer na hiko kizazi? God needed someone to tell them about him, just like what he did in our generation. He sent Jesus. Kama alivyofanya kwenye kizazi chetu, alimtuma Yesu. If you see me, you see God. Ukiniona mimi umeona Mungu. So the same way kama Yesu, namna ile just like Jesus, the way he came to us, through Jesus, na kupitia Yesu, we follow God. Tunamfuata Mungu. Through Lucifer, kupitia Lucifer, that generation was supposed to know God. Kilibidi kimfahamu Mungu. Lucifer started merchandising himself. Lucifer akaanza kujinadi mwenyewe. When he captured
captured the hearts of humans, alivyokamata mioyo ya wanadamu, and the creation of that time, na uumbaji wa nyakati ule, he went back to heaven, akarudi mbinguni, and started preaching another gospel to angels. Akaanza kuhubiri injili nyingine kwa malaika. I have a world I can take you and we can rule together. Nina dunia ambayo ninaweza nikawapeleka na tukatawala pamoja. Unganeni pamoja nami. Join me. Ungana pamoja nami. Join me. Ungana pamoja nami. Become gods. Na tuwe miungu. They said you're lying. Wakasema unaongopa. He said I'm coming with fruits that you have never seen. Akasema nitakuja na matunda ambayo mjawahi kuyaona. He left back with apples. Akarudi na mangoes. They said you are not, where did you get this one? We have never seen this one. A mango in heaven. We have never seen it. He said, I'll tell you there is another world. Akasema nimewaambia ni kuna dunia nyingine. How did he deceive a whole world? Aliwadanganya vipi dunia nzima? You see, dunia hii, naomba nimalizie. Let me finish. 1 minute, son. This world. Dunia hii. This world. Dunia hii. Tangia, since Adam was created. Tangu Adam alipoumbwa. It is 6,000 years. Ni miaka 6,000. Naomba mnielewe. And since Adam till today here. Tangu Adam mpaka leo hapa. It is 6,000 years. Ni miaka 6,000. Sawa? Yes. Tangia Adam mpaka leo. Since Adam till now. Since Adam. Tangu Adam till today. Mpaka leo. Dinosaurs have never existed. Dinosaurs hawajawahi kuwepo. That's why even in your Bible you don't read of dinosaurs. Ndio maana kwenye Biblia yako hawaoni. They have never existed. Hawajawahi kuwepo. But lakini skeletons of dinosaurs, mafuvu ya dinosaurs, they are all over the world in museums. Yapo ulimwenguni kote. Hawajatengeneza wale wazungu, those are real. Vile yale mafuvu ni halisi. Those skeletons, you can detect the bones. Kuna namna scientists they can read bones. Yes. And know kwamba hiki na kujua huyu alikufa muda gani. Hata mwanadamu inawezekana, if you don't know. Yes. Wale watu ambao wako sana kwenye mambo ya udaktari wanaelewa kama mtu huyu we can detect alikufa miaka 80 iliyopita by the way tunavyo study mifupa yake. So dinosaurs, kwa hiyo dinosaurs they are believed, wameaminika 1,000,000 years ago, ni miaka milioni waliishi. Mifupa yao inasema, their skeletons say, mimi nilikufa miaka milioni iliyopita, that I died 1,000,000 years ago. Earth existed, dunia ilikuwepo millions of years, miaka milioni iliyopita. Yani kwa kifupi ni hivi. Shortly is like this. Let me break it down to you. Ngoja nivunje kwako. In the book of Revelation, kwenye kitabu cha Ufunuo, it says, inasema, behold I see a new earth. Tazama ninaona dunia mpya. Sindio? Yes. Na if you don't know, sisi wote tutarudi duniani katika hiyo dunia mpya. All of us will come back to that new earth. Wanaelewa hiyo? Wanajua hiyo andiko. So, kwa hiyo, what if in that new earth, vipi kwamba kwenye hiyo dunia mpya we rebel against God, tukimwasi Mungu, akatuua wote, and then he kills then he creates another Adam, alafu akamuumba Adam mwingine. That Adam will believe we never existed. Huyo Adam ataamini kwamba sisi hatukuwahi kuwepo. Yes? Yes. Ndio kilichotokea kwetu. That is what happened to us. And that Adam will never know of Christ Jesus. Na huyo Adam, kulikuwa kuna mtu alitembea duniani akafa msalabani, tukaokoka, tukamtenda Mungu vibaya, tukafa wote. That story will die. Hiyo story our generation, kwenye kizazi chetu. Then Mungu anatengeneza a new man. Alafu Mungu anaumba. Then that race inaenda tena miaka mingi. Sisi tangia dunia imeumbwa mpaka leo, au tuseme from Genesis mpaka leo ni miaka 6,000. Tangu mwanzo till today is 6,000 years. Yes, Earth, yani our generation is the youngest generation. Kizazi chetu ndo kizazi ambacho ni kidogo sana. The previous one lived for millions of years. Kizazi kilichopita waliishi miaka milioni. So cherubs, like makerubi kama Lucifer, they don't have power, hawana nguvu, but they have information, lakini wana taarifa. And they through nilifundishaga siku moja kwambia knowledge is power.
Maarifa ni nguvu. You can rule the world just through knowledge. Unaweza kutawala dunia kupitia maarifa tu. So Lucifer knew God more than the angels he lied to. Alimjua Mungu kuliko malaika aliowadanganya. And the people he manipulated. Na watu aliowalaghai. So Lucifer manipulated human beings. Lucifer aliwalaghai wanadamu. That existed in that time, or a race that existed in that time. Au kizazi ambacho kiliishi kwa wakati ule. And angels that are of a lower rank than him, but it doesn't mean they are not powerful more than him. Naomba nirudie tena. Malaika ambao walikuwa chini ya cheo chake haimaanishi ana nguvu kuliko wao. Hapo umenielewa, right? So kwa nini ilikuwa rahisi sana wale malaika hata wewe mwenyewe, it doesn't make sense. Ni kwa sababu Lucifer knew a side of God. Akiwaambia Mungu ni muongo, wanaamini kwa sababu hawajawahi kuonana na Mungu. Akisema Mungu amewatelekeza, siku hizi hata hawafikiri. When he says God has mnachokisubiria hakiji. What you are waiting for, it's not coming. Alikuwa anavunja mioyo ya watu kwamba Mungu amewatelekeza, Mungu hana muda na nyie, Mungu hawaheshimu tena, Mungu hakupendi. That's what he's doing even to us. Even ndivyo anavyofanya hata kwetu. Sura yako kila siku imekunjamana, ni kwa sababu kuna sauti zinakuongelesha. Haustahili. Angalia, umeomba miaka 10, uko pale pale. That's what he did, the same thing in those days. He manipulated them. Aliwalaghai. Then he said, alafu akasema, but if you come with me, kama mkija pamoja, I promise to make you gods. Mimi naahidi kuwafanya miungu. You need worshippers. There are billions of people in that planet. Mnahitaji watu wa kuabudu. Kuna viumbe wengi mabilioni hamjawahi kuwaona. Lucifer sold an agenda to them and they believed. Lucifer aliuza agenda kwa point wakasema, in heaven we are slaves. Duniani sisi ni watumwa. We are servants. No man eat servants. Ni watumishi. On earth will be kings. Duniani tutakuwa wafalme, miungu. Angels, they said we are on your side. Malaika wakasema tuko upande wako. Anakuja anakuambia, choose my brother. Do you want to be a god? Chagua, or you want to be a servant for the rest of your life? Au unataka mtumishi. Tena anamwambia kwa bahati mbaya wewe ufi. So you will be a servant forever. Kwa utakuwa mtumishi. Oh, come with me and I make you a god. God of thunder. Mungu wa radi. Tena when I look at you, nikikutazama, you have an axe. You see that axe? I want you to be hitting it on rocks. When you hit it on the rock, I want the thunder to... God of thunder, God of thunder said, I'm with you. Mungu wa radi akasema niko pamoja nawe. We are going, my brother. Tunaenda ndugu yangu. And people believed. Na watu wakaamini. Oh, they believed. Wakaamini. And they left. Na wakatoka. Let's leave prophet. Let's go and open our own ministry. Tumwache nabii twende tukafungue huduma yetu. You open your ministry, I open my ministry. Fungue huduma yako na mimi nifungue huduma yangu. Ikifeli kwako tutasaidiana. Let's leave the prophet. We'll help each other. Tumwache nabii. Do you know Dar es Salaam ina watu milioni 6 bro? Even unajua Dar es Salaam. Tukaya hapa tuwe protocols, you servants, ministers. When we can open our own ministry. Wakati tunaweza tukafungua. 2 years tumeenda. Miaka 2 tu ya God. Let's leave. Tumwache. Sasa lakini tumwambie basi baba, if you tell him he will not, atakwambia majira bado. Let us go and become papas. Na tuwe papas. Mungu katika dharau zake za utukufu, naomba nimalizie, hakumpiganisha Lucifer na nani? Na kerubi wala viumbe wa juze, akampa Michael, an angel, malaika. Naomba nirudie point. Mungu katika dharau zake. Wewe ni kerubi uliotiwa mafuta. You are the anointed cherub. Huyu ni malaika kiongozi mkuu. This is the archangel. Lakini nataka nikuonyeshe kwamba mimi Mungu. But I want to show you that I, God, hata katika hao malaika kuna ambao ni wababe kuliko wewe. Even in the midst of those angels, there are those that are stronger than you.
And God told Michael, na Mungu akamwambia Mikael, remove this nonsense out of heaven. Ondoa upuuzi mbinguni. While that was happening, I'm finishing. Wakati hayo yote yalikuwa yanatokea, Jesus, Yesu, the real Messiah, the anointed one, Masihi the Prince of heaven, mwana wa mfalme wa mbinguni, was walking on that earth, alikuwa anatembea kwenye hiyo dunia, looking at how Lucifer has corrupted, akitazama jinsi Lucifer alivyoharibu the earth, ile dunia, that world. hiyo dunia. Jesus, Yesu, was looking for one man that is righteous, alikuwa anamtafuta mtu mmoja like the ambaye, days of Noah. Kilichofanyika kwa Nuhu ndo kilifanyika in those days. what happened in the days of Noah Dunia is what ilikuwa inakaribia kupigwa na maji. Lucifer alikuwa anakaribia kudondoshwa kuja kwenye ile dunia. Jesus came to do the last observation. Yesu alikuja kufanya uchunguzi wa mwisho. Isije tunaipiga dunia alafu kuna mtu mwenye haki, damu yake itatulaumu milele. Lest we strike the earth Hata and there is Mungu one mwenye righteous. anaogopa kumwaga damu ambayo haina hatia. Even God himself is afraid to shed blood So that while is innocent. Jesus is in the realms of the spirit, Kwa wakati Yesu yupo katika ulimwengu wa roho, on earth, lakini duniani, ghafla, while he's doing his ABCDs, wakati anafanya he ABC, said, I beheld Satan akasema nalimuona Ibilisi falling from the sky like lightning. akishuka kutoka angani kama umeme. Jesus was on earth Yesu alikuwa when duniani. Lucifer anatupwa. Wakati Jesus was on that earth Yesu looking for one righteous man, akimtafuta mwenye haki mmoja, ampe sababu Mungu to give God a reason, ampe sababu Baba to give the Father a reason asipige dunia to not strike the na ile earth gharika. with that flood. Mwana akaja ili ampate mtu mmoja, The Son kwa came to sababu look for one mwana person because the ndiye Son ambaye is the one huwa anamlilia Baba juu yetu sisi. that usually cries for us Wakati before the mwana Father. anatafuta mwenye haki mmoja, When the Son was seeking for one righteous, the Bible says, and war broke in heaven. Biblia inasema na vita ikatokea mbinguni. Yesu alikuwa na huruma hata ile dunia ya kwanza. Alikuwa anatafuta mwenye haki huyo. Jesus was looking for one righteous man, ili tu arudi mbinguni haraka amwambie Baba, to go back in airisha heaven. unachokipanga. Yuko mwenye haki. Repent what you want to do. There is one righteous. Let's revisit your plan. Turudie Tukae chini tupange tena, kwa sababu tukifanya hivi kuna mtu anakufa ambaye damu yake haina hatia. Yeye ni mwenye haki. Akupata hata mmoja. He did not find in that even one earth. kwenye hiyo dunia. While Jesus is still searching, walking Wakati around, Yesu anatafuta na kutembea, what was happening in heaven? kilichokuwa kinatokea There was mbinguni, war. kulikuwa na vita. And anasema, And he says, msifurahi mapepo yanawatii. do not rejoice that demons obey, yanatoweka ukiwa unawaombea watu. and sicknesses they live when Bali you pray for mfurahi people. majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Kwa But maana rejoice because your names nalimuona are, shetani because I beheld Lucifer akianguka kutoka mbinguni kama umeme. falling from heaven like lightning. Maana yake nini? He was exalted. Alikuwa ameinuliwa.